Twinsanga kuno kubahesia inyangarero mera kangwe nandiwa Bishop Jacob Benga makanisa kefe kalamu be CMI njoba nikolera rikuwa iriyobolla injili ikalohasia eyonia inunula ikingula orulasi yahuge ngabundu mumonichana sai banoni ngala TV no ya Western Nyota buri Jumapili ichuri ohula saa 12 endomo nusu ichuri ohula saa 1 uribirra okulingana ku television ino ichakunanda amana nawe na sana hobeze chihabi nori mulwaye manyambwe naona nori ebichungu binafunika byose irire Yesu na amani kanyala bwesi webare na saya kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi hiki. Majina yangu naitwa Bishop Jacobs na kuletea neno la Mungu katika runinga hii ya Western Nyota Television. Ningependa kukufundisha kuhusu wema wa Bwana na upendo wa Bwana kukupatia afya njema katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana, ni asante. Wale ambao ungependa kuwasiliana pamoja nami, nitakupatia nambari ya simu 0720 695-136 0720-695-136. Leo napenda tusome neno la Mungu katika kitabu Injili ya Mathayo mlango wa 8. Injili ya Mathayo mlango wa 8 kuanzia mstari wa 16 na 17. Injili ya Mathayo mlango wa 8 mstari wa 16 na 17. Maandiko yanasema, hata alipopata jioni wakamletea wengi walikuwa wamepagawa na mapepo, na akakemea roho wale wachafu kwa neno lake, na akawaponya wote waliokuwa wagonjwa. Mstari wa 17. Ili kwamba ikaweze kutimizwa iliyonenwa na kutabiriwa na nabii Isaya akisema, yeye mwenyewe alibeba nafsini mwake magonjwa yetu. Na tuombe. Bwana Yesu, asante kwa neno lako, tunalibariki. Asante kwa wasikilizaji, tunawabariki kwa jina la Yesu tuomba. Amina. Mpendwa msikilizaji, ningependa kukuletea neno la uponyaji. Na ningependa kufundisha kwamba ni mapenzi ya Mungu upate kuwa na afya njema. Ni mapenzi ya Mungu kuwa na afya njema. Ningependa kuzungumzia uponyaji kupitia kwa njia ya imani kwa mapana kabisa. Ningependa kuanza na baadhi ya vizuizi ambavyo huzuia watu kupokea uponyaji kupitia kwa maombi. Baadhi tu ya vizuizi. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuzuilia wewe kama mtu ambaye unahitaji mkono wa Bwana, nguvu za Bwana zidhihirike kwako. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuzuilia usikapokee uponyaji. Na hizo vitu ningependa nikufundishe uzijue, uweze kujitenga nazo na ujiweke katika hali ambayo uponyaji wa Mungu utatirika bila kuzuilika. Kitu cha kwanza ambacho huzuilia uponyaji ni kukosa imani. Watu wengi sana hukosa imani katika neno la Bwana, hukosa imani katika maandiko, hukosa imani katika mafundisho ya Mungu. Wanakosa imani kabisa. Wanachukulia Biblia ni kama hadithi, ni kama gazeti, ni kama habari tu za kawaida ama kitabu cha kihistoria. Lakini hapana. Maandiko yanasema kitabu cha Waibrania mlango wa 4 mstari wa 12 ya kwamba neno la Mungu liko hai na ni kali kuliko upanga wowote ule ukatao kweli. Linapenya mpaka katikati ya mfupa na mafuta ya ndani. Linatofautisha roho na mwili, roho na nafsi, na linapambanua mawazo na fikra za binadamu. Biblia si kitabu cha kawaida. Yale maandiko yaliyoandikwa pale sio hadithi. Ningependa unaposikia neno la Mungu ujue kwamba hii ni pumzi ya Mungu yenyewe. Maana maandiko yanasema kitabu cha Timotheo ya kwamba maandiko yote yanayo pumzi ya Mungu, yanayo pumzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu iko katika maandiko, katika ile Biblia. Ndio inazungumza kuhusu mambo yaliyowapata watu, visa vilivyowapata watu. Utapata watu wanatajwa pale, mambo waliopitia katika maisha yao, lakini pale ndani kuna pumzi ya Mungu. Unafaa na unapaswa kuwa na imani kabisa katika maandiko. Kukosa imani kutaweza kukuzuilia usiweze kupokea muujiza wako. Na leo ningependa kukutia motisha ya kwamba kuwa mtu mwenye kujitia imani. Imani ni nini? Imani ni vile wewe unajiambia ndani ya moyo wako
kuhusu habari za Yesu, kuhusu habari za Mungu, kuhusu Injili. Unapoisikia Injili, wewe hujiambia nini ndani ya moyo wako? Ile hadithi ya yule mama aliyefuja damu miaka 12 inasema ya kwamba, kitabu cha Marko mlango wa 5 mstari wa 26, ya kwamba yule mama alijiambia mwenyewe ndani ya moyo wake kwamba nikiguza pindo ya nguo yake nitapona. Na kuna watu ambao wakishasikia Injili hujiambia moyoni mwao kwamba haya yalikuwa ni mambo ya kitambo, haya yalifanyika kule Galilaya, siku hizi Yesu hayuko, kama angekuwa leo angeniponya. Basi hiyo ni kukosa imani. Ile sauti ambayo unajiambia unaposikia Injili ikihubiriwa, hiyo sasa ndio imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Imani huongea, imani hainyamazi, na inaongea ndani yako. Unaposikia Injili, unaposikia kwamba Yesu Kristo anataka akuponye, unaposikia kwamba kwa mapigo yake sisi tulipona, je, wewe hujieleza nini ndani ya moyo wako? Ujieleza nini? Hicho unachojieleza ukishasikia habari za Yesu ndicho imani yako. Kuna watu ambao hujieleza no, Yesu ni wa dini nyingine, Yesu ni wa dini ya Wakristo, anaponya Wakristo peke yake. Ukijieleza namna hiyo katika moyo wako, labda wewe si Mkristo, hujaokoka, ni wa dhehebu lingine, utakuwa umejitoa katika laini ya Mungu ya kukuponya. Na kumbe Mungu anataka akuponye hata kama wewe ni wa dini nyingine. Mungu haangalii kwamba ataponya Wakristo pekee, ama ataponya watu wa dini hii pekee, ama watu wanaokaa katika hali hii pekee. Mungu anataka wewe uonje wema wake, akuponye magonjwa yako, hata kama wewe hujaamini kama Mungu yuko. Hata kama wewe ni atheist, wale watu ambao wanasema kwamba Mungu hayuko, anataka akuponye. Unajiambia nini katika moyo wako? Kuna mtu ambaye alikuwa ni wa dini nyingine, alikuwa ni mgonjwa, amelazwa kwa hospitali kwa kitanda miezi na miezi na miezi, na akasikia habari za Yesu kwamba Yesu anaponya. Kwa ile penye kitanda alikuwa amelala, kulikuwa na hii fan ilikuwa inazunguka pale juu, anaiangalia kila wakati. Yeye akajiambia moyoni mwake ya kwamba Yesu, mimi nataka kama kweli uko na unaweza na unaponya, hii fan nimeiweka on pale na stima iko, wacha isimame nikitazama, iwache kuzunguka. Na pale fan ikasimama na stima iko na fan haijaribika. Kisha baada ya dakika 2 akajiambia kwa moyo, ewe Yesu, kama ni wewe umesimamisha hii fan, wacha ianze tena bila mimi kuweka on. Tena fan ikaanza kuzunguka. Alijiambia kwa moyo wake. Kwa hivyo jambo ambalo huzuia watu wengi wasipate uponyaji, jambo la kwanza ni kukosa imani. Kukosa imani katika maandiko na kuyapuuza na kuyachukulia kama gazeti, kama habari ambazo tunasoma kwa mtandao, kama zile rumors za sasa ambazo tunazisikia zina trend. Maandiko ni pumzi ya Mungu, na unapoyasoma, haijalishi wewe ni wa dini gani, jiweke kwa laini ya kwamba kama Yesu alifanya haya mambo ambayo ninayasoma, basi hata mimi anaweza kunifanyia, na ni kweli atakufanyia. Haijalishi wewe uko katika hali gani, haijalishi wewe ni msafi, haijalishi wewe ni mchafu, Yesu anataka kuonyesha upendo wake. Hata kama wewe ni mchafu, hata kama wewe ni mlevi, hata kama unaishi katikati ya dhambi ndani, anataka uonje upendo wake, na ule upendo wake ukisha uonja, wewe mwenyewe utawachana na dhambi zako na utamkimbilia. Bwana Yesu asifiwe. So jambo la kwanza linalozuia watu wasipate uponyaji ni kukosa imani. Hilo nimekufundisha. Jambo la pili linalozuia watu wasipate uponyaji ni kupuuza, roho ya kupuuza. Leo watu wengi wamezoea kupuuzilia mambo tu na kuyachukulia kama si ya muhimu. Haya mambo sidhani kama yananihusu mimi, labda yanahusu yule mwingine. Unaposikia Injili unapuuza, unasema fulani angekuwa hapa angesikia, fulani by the way kuna mhubiri anahubiri kwenye stesheni. Kama ungemsikia angekusaidia wewe. Na wewe mwenyewe una matatizo, wewe mwenyewe uko na mizigo. Unataka uibebe mpaka lini? Neno la Mungu linapokuja kwako limekuja na makusudi. Halijakuja kwa bahati mbaya, halijakuja kiajali. Usilipuuze, liheshimu, lichukulie kwa mikono miwili, lichukulie na heshima kabisa, lichukulie na heshima ya juu, na utapata uponyaji. Jambo la tatu ambalo zuia watu wasipate uponyaji ni roho ya kutoa makosa. Wazungu wanaita critical spirit. Roho ya kukosoa, kutoa makosa. Unatoa makosa. Kama Mungu kweli angekuwa yuko, dunia haingekuwa na shida kama hizi zote. Kama Mungu angekuwa anasikia maombi, mimi angekuwa amenitendea hili. Kama Mungu angekuwa anasikia maombi, mbona huyu Mkristo anafanya hivi? Mbona huyu mhubiri anafanya hivi? Roho ya kutoa makosa. Roho ya kutoa makosa itazuilia uponyaji usiingie kwa maisha yako. Maana utakosa vile mhubiri anahubiri, labda anahubiri lugha ambayo hupendi, labda sio wa klasi yako, labda sio wa kabila lako, labda kuna kitu fulani katika kanisa mhubiri anapohubiri ukipendi. Roho ya kutoa makosa itazuia mkono wa Mungu usifike kwako. Na hizi vitu zote tukiziangalia zote tatu, ni mtu hujifanyia. Ni mtu hujizuia asipate imani, ni mtu hupuuza, ni mtu hukosoa. Sasa unaona tatizo ambalo huzuia watu wasipate uponyaji haliko upande wa Mungu,
liko upande wa wale ambao wanastahili kupata uponyaji. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumeshaangalia vitu ambavyo vinazuilia watu wasipate uponyaji. Naomba kwamba kama umekuwa na hayo mambo, hebu yaondoe, na leo uponyaji wako uko tayari. Yesu yuko tayari kukuponya kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko ambayo tumesoma leo yanatuambia ya kwamba hata ilipopata kufika jioni, kitabu cha Mathayo mlango wa 8 mstari wa, tutasoma mstari kadhaa pale, mstari wa 16 na 17. Mathayo 8:16-17. Ilipopata kufika jioni, walimletea wengi ambao walikuwa wamepagawa na mapepo, na akakemea wale mapepo kwa neno lake, na akawaponya waliokuwa wagonjwa. Hapa kuna jambo ambalo ningependa tuangalie. Leo Yesu anataka akuponye, anataka kufungue kutoka katika yale ambayo yamekufinyilia muda mrefu katika jina la Yesu. Na naona tayari kuna watu ambao wanapona. Ninapofundisha tu neno hili, kuna watu ambao wanapona katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru Mungu. Maandiko yanasema kwamba jioni ilipofika, Yesu alipelekea watu ambao ni wagonjwa, wengine ambao walikuwa wamepagawa na mapepo, na akakemea ile mapepo kwa neno lake na akawaponya wagonjwa. Leo kuna watu ambao wanapenda kukosoa. Wanakosoa na kusema kwamba mambo ya kutoa mapepo hayako, yalikuwa siku za zamani. Siku hizi mapepo hakuna. Huo ni uongo nambari moja. Maana baba ya mapepo ni Shetani. Na Shetani bado yuko, hajachukuliwa akafungwa na minyororo, hajatupwa katika moto wa jehanamu, bado yuko, anatangatanga na anafanya kazi zake. Maandiko yanatuambia kitabu cha Yohana 10:10 ya kwamba kazi za Shetani ambaye ni mwizi ni kuiba, kuua na kuangamiza. Kwa hivyo Shetani yuko, bado anafunga watu na magonjwa, bado anapangaza watu na mapepo. Hivi vitu viko. Unapopata mtu anasema kwamba mapepo hayako, yalikuwa ni mambo ya zamani, tayari hilo ni pepo ambalo limemfunga, na limemfunga macho asikubali tatizo ambalo yeye mwenyewe ako nalo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 17 unasema ili itimie yaliyotabiriwa na nabii Isaya kwamba yeye mwenyewe alibeba magonjwa yetu katika mwili wake. Unaona sasa? Kumbe ni mapenzi ya Mungu wewe upone. Ningependa kufundisha vipengele kadha wa kadha za kuonyesha ya kwamba unafaa uwe na afya njema. Wewe unapaswa kuwa na afya njema kabisa. Haijalishi hali yako iko vipi, lakini wewe unapaswa kuwa na afya njema kabisa. Kipengele cha kwanza ningependa nikufundishe ni kwamba ni mapenzi ya Mungu wewe upone. Mungu anataka kukuponya. Anatamani sana kukuponya. Anatafuta njia ambayo atapenyeza akuponye. Ni wewe mwenyewe umekuwa ukifunga milango. Jambo la kwanza umekuwa ukipuuza. Unaona hili neno la mtu mwingine. Unaona kama Mungu angetaka kukuponya, angekuponya zamani. Labda na roho ya kukosoa, unakosoa mafundisho. Unasema huyu si wa dini yangu, huyu ni wa dini ile nyingine, huyu ni mafundisho ya Kristo. Neno la Mungu limekujia wanadamu wote walio na mwili, wote walio na mwili. Maandiko yanasema kitabu cha Yeremia 32:27. Tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo lolote gumu linishindalo? Huyu Yesu Kristo naye kuhubiria ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Hajasema wote wenye dini, amesema wote wenye mwili. Kama unao mwili na ule mwili una magonjwa, weka mambo ya dini kando. Kubali Yesu Kristo akuponye. Kubali Yesu Kristo akuponye, akutoe kwenye hicho kitanda cha magonjwa. Kubali Yesu Kristo akuponye, akutoe kwenye hicho kifungo kinakuzuilia usifanye kazi yako, usifanye biashara zako, usitembee na familia yako. Kubali Yesu Kristo akuponye. Yeye ni Bwana wa wote wenye mwili. Yeremia 32:27. Kipengele cha kwanza ni kwamba ni mapenzi ya Mungu wewe upone. Hayo magonjwa ambayo unayabeba, hayo magonjwa ambayo yanakunyima afya, yanakunyima amani, huwezi kutoka nje, huwezi kufanya kazi zako, huwezi kukula na jamii yako, ni mapenzi ya Mungu akutoe pale. Watu wengine husema ya kwamba ni mapenzi ya Mungu wabebe magonjwa, ni mapenzi ya Mungu waugue. Hapana. Kama ingekuwa ni mapenzi ya Mungu wewe ubebe magonjwa, basi angekubali wewe uzaliwe ukiwa na magonjwa yale na wacha niulize swali. Wewe unapobeba magonjwa inamtukuzaje Mungu? Mungu anapataje utukufu unapokuwa wewe ni mgonjwa? Uko na magonjwa na maradhi yamekufinya, yanakuzuilia ufanye kazi, ushughulikie familia yako. Huyu ni mtu mwenye kuleta faida katika jamii. Kila wakati ni pesa zinakwenda kwa madawa. Kila wakati uko katika hospitali, umelazwa kwa vitanda. Hiyo haimtukuzi Mungu. Mapenzi ya Mungu ni wewe upone. Elewa kabisa kwamba ni mapenzi ya Mungu wewe upone. Napenda ujiambie kwa moyo wako. Guza kwenye kifua chako.
Sema ni mapenzi ya Mungu, mimi nipone. Rudia tena, ni mapenzi ya Mungu, mimi nipone. Hilo tunalipata linashuhudiwa kabisa na maandiko. Mathayo mlango wa 8 mstari wa 17. Ili itimie iliyotabiriwa na nabii Isaya, nabii akisema, yeye mwenyewe alibeba magonjwa yetu katika mwili wake. Kipengele cha pili ambacho nataka nikufundishe ili leo upokee uponyaji wako ni kwamba tayari Yesu alikwisha beba huo ugonjwa katika mwili wake. Yesu Kristo mwenyewe alibeba magonjwa yako ndani ya mwili wake. Aliyabeba. Hayo magonjwa ambayo wewe umebeba, Yesu aliyabeba tayari, yote aliyabeba. Kama Yesu alikubebea magonjwa yako, kubali magonjwa yako yamwendee. Kubali magonjwa yako yatoke kwa mwili wako, yamwendee yule Kristo, maana yeye anaweza kubeba magonjwa yote. Alibeba hiyo saratani ambayo inakusumbua. Alibeba huo uvimbe ambao unakusumbua. Alibeba hizo matatizo ambazo zinakufanya upelekee operation. Alibeba hiyo shida ya maini ambayo inakutatiza. Alibeba hilo tatizo la mifupa ambalo linakutatiza. Huu ugonjwa ambao unakusumbua, Yesu Kristo mwenyewe aliubeba katika mwili wake. Maandiko yanasema ya kwamba na kwa mapigo yake sisi tulipona. Kwa mapigo yake sisi tulipona. Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 20. Maandiko yanasema ya kwamba yeye mwenyewe alizibeba dhambi zetu ndani ya mwili wake katika mti. Alizibeba dhambi zetu ndani ya mwili wake katika mti. Na kwa mapigo yake sisi tulipona. Kumbe Yesu alipokuwa anapigwa mijeledi, ile mijeledi alikuwa anapigwa ilikuwa ni kwa sababu ya kulipia magonjwa yote ya binadamu. Kila mjeledi alipigwa mijeledi 40 toa moja. 40 toa moja. Kila mjeledi ulikuwa unalipia aina ya magonjwa. Kila mjeledi unalipia aina ya magonjwa. Kwa hivyo aina ya magonjwa ya saratani alilipia, alipigwa mjeledi wake. Aina ya magonjwa ya damu alipigwa mjeledi wake. Aina ya magonjwa ya mifupa, Kristo Yesu alilipia, alipigwa mjeledi wake. Aina ya magonjwa ya uvimbe, Kristo Yesu alilipia, alipigwa mjeledi wake. Aina ya magonjwa yanayosumbua ubongo, uvimbe ndani ya ubongo, maji kujaa ndani ya ubongo, matatizo ya ubongo, alilipia Yesu Kristo. Yeye mwenyewe alibeba magonjwa yako yote. Na kama aliyabeba magonjwa yako, mbona wewe unabeba tena? Mbona unakubali shetani akwambie ni mapenzi ya Mungu ubebe magonjwa? Ingekuwa ni mapenzi ya Mungu mwili wako ubebe magonjwa, basi Yesu hangeenda kupigwa mijeledi. Maana maandiko yalitabiri, Isaya alisema kwamba kwa mapigo yake sisi tulipona. Kuna mama mmoja ambaye alikuwa na tatizo la saratani katika kanisa letu. Alikuwa ni mshirika wetu. Alikuwa ni mama na yuko mpaka leo. Alikuwa ni mama ambaye amejitolea kwa kazi ya Mungu. Tuna kanisa moja ambalo tumelijenga, si kanisa dogo sana, ni kanisa kubwa kiasi. Alikuwa anaenda kuliosha peke yake mtu mmoja. Na watu ambao hawapendi mambo ya Mungu walikuwa wanapita pale, wanamdhihaki. Wanamwambia, ndio ulijengewa kanisa kubwa, wewe unang'ang'ana kuliosha. Ng'ang'ana, osha peke yako, shauri yako, utateseka. Walikuwa wanamcheka kweli kweli. Huyu mama kumbe kulikuwa na saratani kwenye mwili wake, ilikuwa inamkula na yeye hajui. Baadaye afya yake kaanza kudhoofika. Nikamwita, nikamwambia, kwanza nenda kwa daktari ya kupima. Kupima akapatikana ni saratani. Basi imani yake ikakufa kabisa. Watu wake wakajua sasa huyu ni wa kufariki na kuzikwa. Wakaanza kujiandaa kisiri, wakijua kwamba baadaye lazima atafariki. Maana walikuwa hawajawahi mtu akipona saratani. Kulikuwa kumewahi watu saratani maeneo yale, lakini wote walizikwa. Huyu mama tukaanza kumfundisha neno la Mungu. Nikawa namuita kwangu. Nampatia maandiko, namwambia hili utalisoma asubuhi, hili utalisoma mchana, hili utalisoma jioni. Baada ya maandiko nilimpatia ni hilo la Isaya mlango wa 53 mstari wa 5. Na Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 24. Yote nilimpatia. Kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 20. Nilikuwa nampatia, namwambia soma asubuhi, soma mchana, soma jioni. Imani ikaanza kujengeka. Na nikamfundisha kwamba Kristo alibeba saratani katika mwili wake pale msalabani. Mama akaamini. Imani ikainuka katika mwili wake. Na akaendelea kwenda kwa matibabu ya daktari. Nikamwambia usiache matibabu ya daktari. Hata wewe ambaye unanisikiliza leo, Yesu anaenda kukuponya. Lakini usiache matibabu ya daktari hadi pale daktari atahakikisha kwa vipimo zake ya kwamba wewe umepona. Matibabu ya daktari usiache. Ni daktari atapima na kuambia hapa tumeona kuna jambo. Yale magonjwa tulidhani yatafanyiwa operation hayako. Ile uvimbe tulidhani itafanya upasuaji kichwa hauko, imepotea. Hapo utajua amekutilia muhuri kwamba umepona. Lakini usiwache matibabu ya daktari. Yule mama kaendelea na matibabu ya daktari.
Wakati alikuwa anaenda kufanywa chemotherapy, nakwambia alianza kunenepa na kumona. Hata alipokuwa anarudi kwao, watu walikuwa wanamtazama wakisema, na huyu kweli anaugua saratani. Maana watu wakiugua saratani wanakonda kabisa. Wanakonda kabisa. Alipokuwa kwa laini ya watu ambao wanapimwa saratani, wenzake walikuwa wanamuuliza, wewe umeleta mgonjwa gani? Umeleta mgonjwa gani? Maana wakimwona anakaa na afya kabisa. Hata daktari mwanzo kabla amjue alikuwa anamwambia, na wewe umeleta mgonjwa gani? Kisha anamwambia yeye mwenyewe ndio mgonjwa. Kumbe neno la Mungu linapoingia ndani mwako, anakubebea. Nini kilikuwa kinasababisha anenepe? Ni kwa sababu aliwacha Yesu abebe ule mzigo. Leo mpendwa msikilizaji, mpendwa mtazamaji, elewa ya kwamba Yesu Kristo alibeba magonjwa yako yote ndani ya mwili wake. Na kama alibeba, alikubebea, basi mtwike. Maandiko yanasema kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 27 ya kwamba tukimtwika Bwana fadhaa zetu zote, kwa maana anatushughulikia sana. Tumtwike yeye fadhaa zetu zote, kwa maana anatushughulikia sana. Anatushughulikia sana. Mtwike hayo magonjwa, mtwike hiyo saratani, mtwike hiyo operation. Ataichukua, yuko tayari kuichukua kukubebea. Wewe huiwezi, yeye anaiweza. Ndio maana alibeba kwa sababu yako. Leo nakufundisha vipengele ambavyo vinakuthibitishia Mungu anataka wewe uwe na afya njema. Ingekuwa ni mapenzi ya Mungu wewe ugue, hangebeba magonjwa yako, lakini aliyabeba. Haleluya. Aliyabeba magonjwa yako kwa mwili wake, alipigwa mijeledi wewe upone. Unapoamini neno hili, unapona. Andiko lingine ningependa tuangalie ni Zaburi 107 mstari wa 20. Nakuletea neno la uponyaji. Jina langu ni Bishop Jacob. Zaburi 107 mstari ni wa 20. Zaburi 107 mstari ni wa 20. Tusome. Maandiko yanasema ya kwamba alilituma neno lake na akawaponya na akawakomboa kutoka katika uharibifu wao. Ni neno linasema kwamba Mungu alituma neno lake na akawaponya na akawakomboa kutoka katika uharibifu wao. Hivi ninavyokuzungumzia ni neno la Mungu ambalo linakuja kwako. Na ni Mungu amelituma, limekufikia, linaingia katika mwili wako, linaingia katika nyama zako, linaingia katika mifupa yako, linaingia katika mishipa na katika damu na chembe zile ndogo ambazo zimeumba mwili wako. Na lile neno linapoingia pale, linakula magonjwa, linayeyusha viini ambavyo vinaleta magonjwa, linayeyusha mauvimbe yanayosababisha magonjwa yaingie katika mwili wako. Lipokee hili neno. Lipokee hili neno. Utalipokea namna gani? Kwa kujiambia ndani ya moyo wako ya kwamba vile ambavyo ninafundishwa ndivyo ambavyo ilivyo. Alituma neno lake liweze kukuponya. Leo neno hilo limekufikia. Neno linasemaje? Ya kwamba kwa mapigo ya Yesu Kristo sisi tulipona. Maandiko yanasema hivyo. Kwa mapigo yake sisi tulipona, si kwamba tumepona. Inasema sisi tulipona. Isaya tabiri, Isaya 53 mstari wa 5. Kwa mapigo yake sisi tumepona. Lakini Petro akaja akasema, na kwa mapigo yake sisi tulipona. Wewe ulipona kabla hujazaliwa katika jina la Yesu. Habari njema ndio hii. Ulipona kabla hujaingia katika tumbo la mama yako. Ulipona kitambo. Uponyaji ulitangulia ndani ya mwili wako. Magonjwa ni kitu cha kigeni. Magonjwa yamekuja juzi. Kitu ambacho kilitangulia katika mwili wako, kitu ambacho kiliumbwa ndani ya mwili wako ni uponyaji. Kwa mapigo ya Yesu Kristo, alipigwa mjeledi, alipigwa msalabani miaka 2000 iliyopita. Wewe hujafika miaka 2000. Wewe ni mdogo sana, hata miaka 100 huwezi kufika, labda hujafika. Sikiliza, miaka 2000 iliyopita Yesu alinunua uponyaji na akakupatia. Uponyaji ulitangulia. Kabla magonjwa yaingie, uponyaji uko pale. Kabla uanze kusikia maumivu, uponyaji uko pale. Uponyaji ni wa kitambo. Uponyaji ndani ya mwili wako umekomaa. Uponyaji ndani ya mwili wako una heshima, una nywele nyeupe, ni mzee unayetembea na bakora. Magonjwa ni kama vijana yameingia juzi katika mwili wako. Na sisi kama Afrika tuko na desturi. Mzee akiingia katika nyumba, viti vikiwa pale na vijana wamekaa, wakiona mzee watafanya nini? Watainuka, waachilie mzee akae. Magonjwa ndio yamekuja juzi. Magonjwa ambayo yanakusumbua yamepiga hodi na yakaingia juzi. Kuna uponyaji ulitangulia zamani, miaka 2000 iliyopita kwa mapigo ya Yesu. Wewe ulipona zamani. Ruhusu uponyaji uingie. Mzee wa heshima aingie, akae kwenye kiti cha mwili wako. Hawa vijana ambao ni magonjwa ya saratani, magonjwa ya TB, magonjwa ya kifua, magonjwa ya operation, yamekuja juzi. Wacha yainuke, apewe uponyaji kiti, mzee akae atawale maisha yako.
uponyaji. Yesu alikununulia kitabu. Alituma neno lake ili wewe upone. Leo ninaondoa kabisa kila kizuizi ambacho huzuia watu wasipate uponyaji. Kuna watu wengine hujiwekea vizingiti na kujiambia kwamba kwa sababu yeye ni mwenye dhambi sana, Mungu hawezi kumponya. Anaangalia dhambi zake na anaona dhambi zake ni nyingi kweli kweli, na shetani anazidi kumhubiria, anazidi kumwambia kwa masikio, unajua wewe ni mgonjwa kwa sababu ni Mungu anakuchapa. Ni kwa sababu ulitenda dhambi fulani, ulifanya makosa fulani, ulifanya maovu fulani, ulifanya uchafu fulani. Sasa huyu ugonjwa ni Mungu anakuchapa kiboko. Sikatai, kuna watu ambao inawezekana wanaweza kuwa katika hali zile, lakini Mungu ambaye tunahubiri neno lake ni Mungu wa neema na ni Mungu wa rehema. Labda kama ulienda kupigana na wahubiri kwa wazio wasihubiri injili, wanatangaza neno la Mungu, wewe unawapiga, wewe unawatesa. Ndio Paulo alikuwa katika mambo yake akasema alipewa mwiba katika mwili wake. Hatujui alipewa mwiba wa namna gani. Lakini ni wachache sana ambao hufanya mambo kama yale. Ni wachache sana ambao huenda kupigana na wahubiri, kuwazuia wasihubiri, kuchoma vyombo zao, kuchoma makanisa yao. Ni wachache sana, na labda wewe hujajipata katika mambo yale. Kama hujapishana na wahubiri na kupigana na wahubiri na kusukumana na wahubiri na kuwazuilia, wacha nikwambie, hakuna kitu kama laana ya Mungu iko juu yako kupitia kwa magonjwa. Hakuna. Ni shetani anakudanganya. Anakudanganya kwamba haya magonjwa ni kwa sababu wewe ni mlevi sana. Haya magonjwa ni kwa sababu kuna mipango mingi. Haya magonjwa ni kwa sababu kuna uovu fulani fulani. Wacha nikwambie, Mungu amesema tayari Warumi 3:23 kwamba watu wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Wewe sio mtenda dhambi kuliko wale wengine. Wale ambao wamepona, maandiko yanasema hata wao ni watenda dhambi. Wale ambao tumeona wakipona saratani, wakipona magonjwa tofauti tofauti, magonjwa ya damu, magonjwa ya vichaa, magonjwa ya kupooza, pia ni watenda dhambi. Warumi 3:28 inasema. Lakini tunasamehewa bure katika jina la Yesu. Usikubali shetani aweke kizuizi cha makosa yako, cha uovu wako, cha dhambi zako, ati izuilie usipate uponyaji. Na kama ni kweli unasikia kuhukumika ndani ya moyo wako, unajua vizuri kwamba uko na makosa, uko na dhambi, damu ya Yesu iko tayari kukusamehe. Damu ya Yesu iko tayari kukusafisha. Kimbilia hiyo damu ya Yesu, ikuoshe, ikutakase, ikusamehe dhambi zako. Na Yesu anapokusamehe dhambi, hata wewe pokea ule msamaha. Kubali kwamba umesamehewa na wewe pia ujisamehe. Wewe pia uambie moyo wako, Yesu amenisamehe, kwa hivyo nimepokea msamaha. Utembee katika amani. Kama tu ni kizingiti kinakuja kukuzuilia usipone, unasema kama ungekuwa mtakatifu sana Yesu angekuponya. Basi utakaso huko. Utakaso unatirika kutoka kwa damu ya Yesu. Utakaso huko, Yesu yuko tayari kukusamehe dhambi zako zote katika jina la Yesu. Leo ningependa kuondoa vizingiti vyote ambavyo vinazuia kupata uponyaji, na leo itakuwa ni miujiza itatiririka katika runinga hii, katika nyumba hizo ambazo mnatazama. Magonjwa yote ambayo yako katika nyumba hiyo leo yanaenda kupona kwa jina la Yesu Kristo. Wale ambao mnatembea na mikongojo leo mtaitupa. Nashukuru Mungu katika nyumba nyingi mko na simu. Chukua video ya wale watu ambao wanapona. Wachukue video walipokuwa wagonjwa na sasa vile wamepona, na mikongojo yao wachukue video. Wale ambao mmelala kwa vitanda muda mrefu, kuna mtu ambaye anasikiliza neno hili, ataleta imani kwako, ataleta imani kwako, na akileta imani kwako, amini pamoja na yeye. Tumeondoa vizingiti vyote na tumeshajenga msingi kwamba ni mapenzi ya Mungu tupate kupona. Ni nini kimebaki? Ni tuombe. Ni tuombe uponyaji utiririke, na unaenda kutiririka. Wewe ambaye uko katika kitanda, umelala kwa kitanda muda mrefu, leo unaenda kuinuka. Wewe ambaye umekuwa kibebo, ukipelekwa katika choo, leo unaenda kuinuka. Naona kuna mtu ambaye uko na uvimbe kwenye kichwa chako, sehemu ya kushoto juu ya kichwa chako. Uvimbe uko pale. Umekusumbua hata pale mahali pamenyolewa. Raunda huu uvimbe pamenyolewa. Huu uvimbe unapona katika jina la Yesu. Unapotea instantly katika jina la Yesu. Tuamini tukaweze kuomba. Kabla hujaomba, ningependa kushukuru wadhamini wetu, television ya Western Nyota TV. Mungu awabariki sana. Na pia wahisani wetu Jacob Habenga Foundation, shirika letu lisilo la kiserikali ambalo linasaidia watoto na kuwasomesha na kuwalipia karo. Matoleo yote ambayo tunayapata katika television hii, katika vipindi hivi, tunaenda kulipia watoto shule karo. Tuko na page yetu ya Facebook inaitwa Jacob Habenga Foundation. Ingia pale utaona kazi ambazo tunazifanya. Tuma matoleo yako, tunayapeleka katika mambo ya school fees na kusaidia watoto. Nambari yangu ya simu 0720 695 136 0720 695 136
0720695136. Nipigie, unataka nikuombee, unataka nikupatie wosia, unataka tupange maombi pamoja na wewe, nipigie. Kanisa letu liko Ngomongo hapa Nairobi, shukia pale Thika Road Safari Park, kuja pale Kasarani, pita Kasarani Stadium hiyo kubwa, nyuma yake ni Ngomongo, kanisa letu liko pale. Nipigie, nitakuelekeza. Tuko na kesha kila Friday za uponyaji. Kwanza Friday hii tuko na uponyaji wa hali ya juu. Watu wanapona, wanaacha mikongoji, wale viwete wanaacha mikongoji yao, saratani zinapona. Wale ambao walikuwa wanajifungua na visu, wanaombewa wanapona, wanajifungua vizuri bila visu. Wale ambao hawezi kupata watoto, wako na watoto, utawaona. Njoo Yesu akutendee. Basi wacha tuombe. Amini tu ninapoomba na uponyaji utaanza. Kwanza tuanzane na wale ambao wanajiambia, Bishop, mimi ni mwenye dhambi sana, Mungu hawezi kuniponya. Tuanze na hao. Unasema hujaokoka na uko na dhambi, Yesu akusamehe. Tuanze na hao. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti. Niandike kwa kitabu cha uzima. Kwa jina la Yesu naokoka na kuamini. Amen. Amekusamehe dhambi, amekuosha kwa damu ya Yesu, ameandika jina lako kwa kitabu cha uzima. Sasa tunataka kuombea magonjwa yapone. Yesu atanisaidia kutaja mengine, na yale ambayo sitakuwa nimetaja bado utapona katika nyumba yako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, asante, neno lako nimelifundisha kwenye runinga hii. Na nimewaombea watazamaji. Na nimewaambia kwamba wewe ni upendo wako wapone, na ulibeba magonjwa yao yote ndani ya mwili wako pale juu ya msalaba. Ni asante. Naombea huyu ambaye ananitazama sasa hivi, kwamba nguvu za uponyaji ziingie kwenye mwili wake. Ainuke kutoka kwenye hicho kitanda kwa jina la Yesu Kristo. Naombea huyu ambaye alikuwa hawezi kula, tumbo lake lifunguke akule kwa jina la Yesu Kristo. Naombea huyu ambaye alikuwa kuenda nje haja kubwa ni tatizo, wacha akafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Naombea huyu ambaye alikuwa hawezi kutembea, wacha akapone kwa jina la Yesu Kristo. Naombea magonjwa ya saratani na yakemea kwa jina la Yesu Kristo. Naombea magonjwa ya uvimbe na yakemea kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya damu na yakemea kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa yote yanayoambukizika ya kurithi na yakemea katika jina la Yesu Kristo. Na achilia miujiza ya uponyaji tiririki kwenye nyumba, kwenye hospitali, kwenye barabara, kwenye njia. Yeyote ambaye ni mgonjwa, wacha aonje wema wako, ukapenye ukamponye. Hata hao ambao ni wa dini zingine na wanatutazama, Yesu nyosha mkono wako ukawaponye, ukawape afya. Pokea utukufu maana umetenda kwa jina la Yesu tuomba. Amina. Jina langu ni Bishop Jacob. Bwana Yesu akubariki sana kwa jina la Yesu. Asante.